Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Praise God everyone. I am Mercy Achieng. I'm Martha Sengo. We will be welcoming you to our show, that is the Sabbath welcoming, and in the book of John chapter 14 verse 6 it says, I am the way, the truth and the light. Indeed, thus says the Lord. It's on every Friday as from 5 p.m. to 6 p.m. as we draw near the feet of Jesus and cast our burdens unto him. Here in this show, we will be preparing Christians spiritually, mentally and emotionally for the Sabbath that is due. We will be encouraging each other with inspirational messages, gospel and interactive discussions. Join us every Friday as from 5 to 6 p.m. as we quench our thirst for... What's up? Karibuni sana kwenye Sayari ya Mapenzi. Ni kipindi tunachozungumzia kuhusu mapenzi, changamoto katika mapenzi, mahusiano ya mapenzi, suluhisho katika mapenzi. Kumbuka, ni kila siku ya Alhamisi. Ukiwa nami Tiza Mwende, nami Ruth Oyo, kuanzia saa 9 hadi saa 10. Mambo vipi? Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. Here we are talking about trending stories, vibes, movies, udaku and games. Remember to join us, Mercy Mwangi and Regina Brenda, on every Tuesday from 3 p.m. Ewenji waketi mwanzo, listen to my music. This message goes to you. Hii ni Bonga na Katoni. Baba ni maombi yangu, kipindi kinachokuza talanta za wasanii. Kabla sijalala maute, heri nimwimbie Bwana wangu. Hata nikilala kaburi, nilale nikimngojea Bwana. Fahamu mengi zaidi kuhusu safari za wasanii, michipuko ya talanta, azma za wasanii. Kwenye kipindi utabambika, utaburudika, utajijenga na utaelimika. Hizo mbingu zikijawa sifa, haleluya yangu iwe ya kwanza. This is Scott Music na nasikiliza Bonga na Katoni live from TAS TV. Alafu kinitachi bila woga, nahisi niko salama. Mie wali nkufanye mboga, maana twaendana. Yo bana, mimi na go by the name J Liza, napenda kutegea kipindi cha Bonga na Katoni hapa ndani ya TAS TV kuanzia mwendo wa saa 9 hadi saa 10 pale kila siku ya Jumatatu. Hata nikilala kaburi, nilale nikimngojea Bwana. Napenda kusikiza Bonga na Katoni kila siku Jumatatu kuanzia saa 9 hadi saa 10. Kumbuka ni kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 9 hadi saa 10 jioni. Tegea Bonga, maana bila bonga. At TAS TV, every dream deserves a chance. We believe that the next great presenters and reporters starts with an opportunity. A very good afternoon and thank you for joining us for 3 p.m. news. I'm Jacqueline Akoth. And I am Victoria Mnyazi. Nikiripotia runinga ya TAS, mimi ni Komen Mercy. That is why our attaches aren't just here to learn. They are given priority to create, host and deliver real television shows. What's up? Karibuni sana kwenye Sayari ya Mapenzi. And welcome again to the final whistle whereby football never sleeps. Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. We will be welcoming you to our show, that is the Sabbath welcoming. Here, talent is discovered, skills are sharpened, and confidence comes alive on screen. Contact us on +254 798 154 042 or send us an email at tastvkenya@gmail.com. You can also visit us at Neema Plaza, 2nd floor along Kenyatta Highway in Thika Town. Join TAS TV, where your dream is our vision. Wassalamu alaikum wadau na wadaudes. Welcome to Vako Zetu podcast, another brand new show, episode 2. Na siko peke yangu. Okay, my name is Emily Kimani na siko peke yangu. Tuko na my co-host, wacha jitambulishe. What's up? Mkwaje wago na dau. So I go by the name Director. Unajua Director ni jina kubwa. So I go by the name Director Dele, but you can call me Alvin. Yeah. Hiyo jina ulitoa wapi? Kwako pia kama mtu unijui jina yangu. Hiyo jina ulikuja ukatoa wapi? Jina gani? Director. Oh, director. Si ama journalist. So, okay. Like sasa
si katika journalism lazima ukwe na ile professional umefocus soft life hivi. Speaking about soft life, direct people, watu wakuwe focused. Okay, speaking about soft life. So wewe una prefer hustle culture ama soft life? Manze, hustle culture. Kwa nini? Mboka. By the way, ametoa ngoma inaitwa Mboka, like in express like watu wajitume. Oh, hii challenge yake. Yeah, watu wajitume. Iko na haijamaza 3 weeks. 1 week nadhani. Watu wajitume. Mboka, soft life. Okay. Mboka, then baadaye sasa ndo soft life. Siye mboka unapata kichele ama maziwa, then alafu baadaye una enjoy life. Still bado una enjoy life ukipiga mboka, so I choose mboka. Sasa ushinde tu ukiwa umehustle. Like unajua the term hustling, when you talking about hustling, watu wanafikirianga tu mateso. There is nothing good about hustling. No. Like ndio maana watu wanasemanga, ukisikiza kila hustler anasemanga ati anataka kutoka block. Is it true? Yeah. Kila mtu anataka kutoka block. Ndio. Sambono uchague hustling. Me, I choose soft life. Soft life girl, ever. Yeah. Baby girl needs soft life. Madam wanataka soft life. So yeah, mbona for girls soft life, for boys hustle. Even if umeamua kuambia watu. No, like baby girls si wanaume we are thriving ndio tuwapatie maisha mazuri, si ndio? That's why nasema for ladies soft life. Okay, for ladies soft life. Sasa hii soft life ladies wanapatiwa na nani kwa sababu itakuja na maji? Kuna aina 3. Unaweza patiwa na Mungu soft life. Mungu gani? Ni wapi Mungu? Baraka. Okay. Unaweza patiwa na Mungu. Ingine unaweza patiwa na maybe your man or your parents. Your man or your parents, because kama si mzazi wakati anakuprovidea, nani mwingine ni your parent? Ni your parent? Yeah. Your man or yourself. Sawa. Like if it's not yourself, then others. Others, sasa hiyo ni ETC, others. Hao ni akina nani others? Among others. Sasa si ni hao, sasa unajua among others ni mtu akiamua like nitafanya vitu fulani ndo zinipe soft life. Si ndio hiyo among others sasa. Hatuwezi zitaja, tunazijua tu. Pale online niliona kuna this, okay, sikumbuki jina, alikuwa anasema ati kama dhambi zako hazikuletei pesa, wacha kufanya dhambi. Of course. Ndivyo alikuwa anasema. Day in day out watu wanaenda church na wanaomba msamaha. Ndio. Every weekend Sunday watu wanaenda church wanaomba msamaha. So how come atuniambie ati dhambi zako zitakosa kunini? Watu wanatenda dhambi day in day. So dhambi ndo zinakufanya unakaa vile unataka. So kuomoka ni dhambi. But I don't support watu wanatenda dhambi. I don't support. Kama dhambi yako ikuletei pesa, achana nayo. Achana nayo kabisa. Okoka. So umesema penda Mungu. Umesema ati kwa soft life mwenye anakuletea ni nataka kukua specific. Mwenye anakuletea ni chali yako ama whoever you're dating, kama si nini wazazi. Sasa tuachane na wazazi, tuachane na wewe, twende kwa chali. Dating life in 2026. So is love becoming harder to find? Si mara moja nimesikia watu wakisema ati I am being single, lakini ukimchunguza vizuri, mtu hana mtu. Nani yuko single? Kila mtu yuko single. Ulisikia wapi? Na hao wenye kucheza loki. Kila mtu yuko single. Hao wenye wanapatiwa pesa nao. Kila mtu ametulia na anakuambia yeah, I have my man or my girl. Wewe ni mtu mwenye like yuko yana amefungwa, yani yuko locked. Wewe tuna sasa kuna ile mbogi yetu ya kucheza loki. Single but not single. Hadi mimi pia niko single with circumstances. Bado unatafuta, ushapata ama ni single according to who's asking? Sasa tunaongelea kuhusu single. Single niko single juu nakaa peke yangu, so niko single. Unatafuta mtu. Mtu akufanya nini? Si niko poa nikiishi peke yangu. Hautaki mtu? Sitaki mtu. Kwa nini? Ama kuna mtu ananitaka. Kama unamtaka, amejitangaza ako single. Kama unamtaka, hit up the comments, ataiona, atakufikia. If you wanna be the lucky guy. Unajua like kwa pesa habatishi, kwa pesa habatishi kabisa. Yeah, kwa pesa sibahatishi. Mr. Man in the building.
Squeezy love it's money. Yeah, Like it's money. without money there is no dating. Uliona venye nani anaitangwa aje huyu this forex anaitangwa nani? Yeah. Uliona venye alifanyia dem yake? That was amazing. Ilikuwa very nice. Hata mimi ningekuwa hapo ningebambika. Masimpu nje alikuwa anasikia nikawa lakini iko sawa. Mapenzi ni hivyo. Anafanya sisi tusikie. Garamike waambie una nini una see. Lakini lakini hawa dust is constant. Hawa simp. Usiadvise watu kukua simp. Unaona sasa mimi? Mimi roho yangu nilitoa huko side ya left, nikaipeleka right. Huko ndiko kuko safeguarded. Huko ndo uko safe. Because side mimi natumia mkono wangu ni left, right, unaona? So like roll nilitoa left juu sasa inavunjwa kila time. I'm broken every time. Umechoka ku repair. Nimechoka manze na ishona inakatika. Sasa nimechukua nimeleta hii side. Unaona hii side? Iko very safe. Iko very safeguarded. So wenye wako kwa mapenzi tuachane na wenye ni single. Mungu atawaonekania. Tutaweka kwa maombi. Yeah, wenye wana date. Wenye mko kwa mapenzi sasa sisi sasa. Wenye wako kwa mapenzi sisi sasa. Yeah. Should couples split their finances ama their life 50-50? Like should it be 50-50? Like wewe na demu yako kila kitu mna provide ni 50-50? Maoni yako je? So kulingana na mimi maoni yangu. Mimi na demu yangu sasa. Acha kulingana na mimi maoni yangu na mimi na demu yangu. Yeah, Jui. How? Unasema okay. Aseme msimamo wake kama ni 50-50. 50-50 is the best. Because ngoja nikuulize swali. Chali yako akombangi pesa? Hapana. Akombangi pesa? Hapana. Mbona niombe na kona zake? Aje kwamba hata niokole na so ama 200 ama 3k 4k 5k? Hapana. Hata siku moja jawe? Huyo ni rich kid. Huyo tunamuelewa. So unajua? 50-50 is the best because for me mimi naonelea sometimes watu kuama, sometimes watu pia nao mashida ziko na mashida haziishi. Pesa huisha lakini mashida haziishi. So like for me I choose 50-50 kwa sababu nikiangalia hii life ya sasa hii kujilewa ni ngumu. Eri msaidiane, your partner in crime. Wewe your partner in crime ndio your partner mimi ukiniona nimenyamaza ni juu sikubaliana na yeye. Wewe kama demu unatoa je 50-50? Wewe ndio umeoa ama wewe ndio umeolewa? Unataka kudai msemo ilitolewa inasemanga what is for him is for us. Yeah. And what is for her is for her alone. Like, so do you believe nikikwambia ladies first katika issue yenye najua hii haifai ladies first, nikwambie ladies first na utokee ufanye shughuli, nikwambie ufanye so, mbona useme hiyo msemo ule? Hapana, let me tell you. Vitu za wengi ziliisha according to the society. Wacha niongee. According to the society, men are providers. Wanawake kujituma is just a plus. Unaona? There is no way utaniambia mambo ya 50-50 where else mimi nikipata mimba hautanisaidia kuibeba. Okay. If it is 50-50 iko 50-50 kila mahali. Yo 9 months ikatanishwe na nusu. 4.5. Unasema kama sio hivyo 100% on the man. Hiyo nimekataa. Kwa nini? Kama wewe beba mimba 4.5. Kama kubeba mimba okay fine sawa. Kubeba mimba unaweza kubali tuteseke maisha yetu yote. Ubebe tu mimba ni sawa. Tutakuwa na beba lakini sikia my reasoning. 50-50 juu maybe hii time nimekuwa na shida nataka uingilie kati. Unaona kama as my girlfriend as my woman unapata alafu unaniambia 50-50. So unataka mimi nipige mimi siwezi hata transaction ya Safaricom ni free. Ikifika sasa ikifika si ni free. Sasa inamaanisha mimi nitakuwa free. Wewe ni okay mimi nitakuwa ni wako physically. Lakini mimi ni free. Lakini sio inapoteza maana ya provider. You men being the provider, hiyo inapoteza meaning. That's why nakwambia okay fine basi. Fanyaje? You be the provider. Alafu mimba. Kwani you be the provider alafu nisikupee mimba. Unajaribu kusema nini then? Wewe
provide. Mimi nataka mtu ata provide. Alafu sasa si mnalalamika. So unataka kuwekwa. Unajua in short unajaribu kusema unataka mama kwa sababu ain't no gala na kuchukua kukuweka. Not unless unaenda kufanya kazi za nyumba. Siwezi jeka hivi alafu niende mtu mwenye ameniacha na miaka 20, 15, not really. Wow. Kwa nini na venye it's a trend nowadays. Na kila mtu mimi standards zangu haziniruhusu. Hazija kukubalisha. Kuna wenye wako like bora inaleta pesa. Leta hadi huyo mnyanyezi. Mlete. Ngoja nikuulize swali. Tomato. Tomato, umeshaikula tomato ya chumvi? Yeah, inakuwa tamu sana. Tomato ya chumvi inakuanga tamu ikiwa green ama ikiwa imeiva. Ikiwa imeiva. Ikiwa imeiva. Yeah. Na hebu chagua utakula tomato ya green ikiwa red ama ikiwa ile inaelekea kuharibika. Kuharibika ya. Nitaikula ikiwa red. Ikiwa red. That's the stage mimi niko sasa. Wow. Tomato ya chumvi green haiwezi lika because ni mbichi. Yeah. Ile isha ile quality isha quality. So lazima nichukue kitu. You got me? Yeah, we get you. So, tumetoka tu kuongelelea Kenyan Prince. So do you think is social media making people look fake or is nitaiframe aje? Social media, is it putting on pressure to people because do you think social media is displaying fake personalities, fake life? For me, hata si for me. Hii ni kitu inafaa ikuwe hata katika constitution. Because one ukiangalia wanasemaga fake it until you make it. Right? So alafu unasikia mtu ati pressure. Wewe pressure iko hata hospitali si watu unaenda kupima pressure. Kila mtu akona pressure, ina depend na yako. Sasa kama temperature yako iko juu ama iko chini. So what issue ni social media is meant for everyone. Na lifestyle lazima watu wa fake, lazima watu wakuwe real. Ndio at least unajua one nikifake you'll be interested knowing like how unaendelea aje, mtu fulani liona amefake amenunua gari naendelea aje, unaona. So like you fake it until you make it, because if you fake it one uta increase platform yako, brand yako itaongezeka, unaona. So na pia itaanza kulipa, utapata vitu tofauti, deals tofauti. Inaenda poa. So faking it kwa huyo kwanza hata ni influencer. So si ati kwamba ati huyo ni mwizi ana fake life, ni influencer. Utajua je ana fake ama fake? Chances ni nyingi za kufake. Amepatia watu pressure bana. Kwa sababu one ukiona you can't make it, you need to fake it then you make it. Umeelewa? Okay. So jibu wako na you fake it hapo napo nakubaliana na wewe 100%. So Kenyan culture is a very nice culture. Like saizi ukiambiwa unazaliwa America next year utakuwa unasikia vibaya sana kama Mkenya. Ngozi ni Afrika. It's a very nice culture. Kwamba mambo ya racism, tribalism, sijui manini, naanza kuongeleshwa lugha yenye sielezi. So you love being a Kenyan. A Kenyan. Na kuna tabia za Kikenya like top notch. Sasa jana online kuna msee mwenye alikuwa anasema ati akitokea kazi like he really hates this nganya culture. Like anachukia ati umetokea kazi like umeshinda nini alafu unaingia kwa gari badanda umeanza kuzieka hapo sijui nini manyoka nini. So would you what manyoka do you love nganya culture? Hao wenye wana complain which gender? Millennial, Gen Z, he's a he millennial. Ni gani katika ni generation gani? Millennial. Sasa si katika hizi unaona hizi magari zinakuwa kuna manganya manyanga sijui ndo mnaita manganya hizo stuff. Kuna matatu hazikwangi na zile zimezeeka zimetulia. Niliona zinaitwa buffalo vile nilisikia mtu anaziita buffalo ati siku hizi ameanza kuembrace buffalo culture. Kama ni Gen Z wako na culture yao ya means of transport nganya. Kama ni millennial kuna wazee wanakuanga ni bado ni majenzi wanajikubali wako strong. Big up wazee basi ndio wanafaa kupanda nganya sasa. Wanajua vibe. Yeah. Unaona?
culture ina entail kila kitu. So wazee part yao, vijana Part yao. watoto part yao. So you know your place. Vibe kama ni msurvive utaenda na vibe vile inaenda. Kama si msurvive jiondoe unakaa kando. So umepanda matatu mara kadhaa according to how you're talking. Wewe ni mtoba? Mimi sijapanda matatu. Umepanda nini? Unapananga nini kwani? Uber or private car ya mtu. Sijakuwa na yangu lakini nitakuwa na yangu. Hit his DM. Inshallah this year. Yeah. Hit his DM akona gwenje huyu. Matatu. Hujapanda matatu like so you want. No, like kupanda nishaipanda because ile kujaribu vitu mpya. Yeah. Oh, so you try matatu not for like you need it but to experience a certain life. Sometimes mtu sota. I want to become you when I grow up. Sometimes mtu na matriwa kule ambao. So kwa matatu culture, ndani ya matatu ni nini hizo habits gani hizo zina happeningi kwa matatu you would like it to stop? To stop. Like Lakini okay fine. Kuna music. Hata Geoffrey Musiwa alikuwa anasema like volume kidogo. Unapata kuna zingine hadi unasikia hapo ndio sometimes pia nayo unajikuta umeingia kwa ngana umeshalipa then umeketi unapata umetulia unapata gari inataka kutoka ndio unasikia du unashika nini mbaya ukishuka unashuka na health issues. Unajua dereva huko hana speaker atasikia volume inaendelea huko nyuma unaona so anaekanga tu bass nini echo pakani unauliza nashukia kuna siku kidogo hata nipitishwe juu like I was like nataka kushuka jamani. Shukisha loud music like minimize. Unaweza penda hiyo simamishwe. Mambo ya kuchezea 120 na 360. Unachezeaje 360 volume 360? What else? Kuna vitu nyingi zinaendeleanga kwa matatu. Mimi niko na nyingi. Nyingine ni kusimama. Like avoid tu mambo ya kusimama. Unasimama pale katikati unapata ile unashikilia. That thing is boring. Kama ushajipata? Alafu uko kwa gari kagari ni kadogo mnafinya hii kufinya wale ambao sambaza sometimes spend kupanda hizi stuff zikiwa zimejaa because kuna sambaza hiyo ambao nafanyanga question your life si mseme irudishwe isongeshwe huko nyuma ikae kama ama weke viti like ijengwe kama viti bana dere akae nje kiti ni dere occupy mtu hapo at least kwanza sambaza. Oh my goodness, Sambaza has really done me shit. Naingianga niko like, is this really what I came in this world to do? Ushifinyililio alafu mtu mwenye anayekuwa kando yako ni mnene. Sasa uko na like uko na shoulder whatever, shoulder fight, uko chini bado unapigana na umekalia mbao. Hata ni time maybe umevaa nguo yenye imekushika na unajua si lazima ukue una space unaingiza mkono unatoa simu nini. So unapata mmefinyana mpaka una design unaanza ukitoka hapo kidogo ukiona baadhi ya wasidamu watu wenyewe unapata amekaa hivi kidogo ni unaweza sikia umeenda hivyo mara joint imekataa na ujui ukadhani maybe ni hiyo position yenye ulikuwa umebaki so unabaki hivyo sasa ni mbaya. Ni mbaya. Na hii kitu yenye ya kusimama yenye an elder person has entered the car. Ameingia gari ameona imejaa anasimama and then he or she is expecting you to stand up for him to sit. Is expecting who? How do you patana na how like an elder person? Nishainukia mtu aketi elder people anyone nishainukia mtu because sometimes naingianga kwa gari angalia sasa nimerudi kwa point yenye nilikuwa nakata sometimes naingia kwa gari sijisikii kuketi nasikia tu nisimame nisikize the vibe ya music like unajua sometimes unaingia uko na vibe unasikia hata usiketi usimame tu unapata kuketi unasikia tu ngoma zingine hazibambi so like nishainukia watu but sometimes pia kama nasema history ya extra sijui taisha ni mbaya hii ndio inafanya this older generation waone kama Gen Z ni disrespectful very na issue ni watu pia like tununue magari kama umezeeka baiskeli utoke nao kama umezeeka kama tutoka boto tonyamezeka ushaitembea kwa hizo pavements za town hivi na unapatana mtu mzee anatembea pole na uko na haraka unajaribu ku maybe beat traffic kuna pali unaenda but anatembea pole ama unapatana couples wameshikana what word do you have for these people? They are really annoying. Ama hawakwangi annoying kwako? Hawakwangi annoying kwako? For the couples, nishikaneni tu mtaachana tu. Lakini
Wazee manze. Kuna ile age ikifika ukisikia huko tu sawa unasema kama mashambani jamani. Just go to the village, pumzika tu. Unafanya nini kama watoto at least lima, fanya tu hata ufungue tu biashara itakuwa inakupatia 300 400. Unajua wazee huwa watumiangi doa wakizeeka, huwa watumiangi pesa sana. Yeah. They save money. That's why unapata mtu unasikianga hizi mambo na inheritance. They save money because wakiwa wazee unaambianga old is just a number, lakini ikifika kuna ile time ikifika ile age of 60 50 70 akili inachoka, unaanza kuwa sasa unakuwa kama mtoto, ndio unapata wazee mara nyingi wanapendanga watoto like. Yeah. So old people go back home, village. Si mara moja nimejipata nikiuliza sasa huyu anafanya nini Nairobi? Wenzake wakinunua gari alikuanga wapi? Hata si like kununua gari. Hata nini kama lakini kuna watu wanaogopa kufa na gari. Ile wakufa na uzee. Mbona basi yako CBD? Ushaenda CBD? CBD. Those people can really make you. Sasa okay, unataka asende CBD. Ni town gani kubwa hapa? Hapana, unajua kama uko CBD, jua kutembea na pace. Okay? Kama huwezi kutembea na pace kama shambani, nunua gari yako, tembea nayo. Usikuje kupatia watu PTSD huko. Kwa sababu unafikiria ngomrushe like a lot of intrusive thoughts zenye if hell is real, tajipata unaenda hizo makosa. Yeah, so they should minimize like atuambie msiende CBD but try to walk. Vako bado ni zetu. So marafiki, give us a word about marafiki. Wamekutenda, ni wazuri? Which friends? Marafiki wa gani? Kwani hauna marafiki? And why do you people say that a lot? If you think you are my friend, wacha sana na address sasa national wide, country wide, national wide, village wide. If you think you are my friend, I'm sorry. Because one, how can you tell me you are my friend? You don't check up on me daily. You don't call me, at least sema kwa wiki umenipigia mara 3 tumeongea kama wana, ama umenipigia tumeongea wana. Friends talk 1 hour, 2 hours, check up ni caring, love. Pia hata money. You don't check on a person. Mtumie pesa basi. Nimemkumbuka acha nimtumie zao 5. Mnitumie zao 5 bwana. If you are my friend unataka nibadilishe history. Unajua sasa hii sijaamua nakupea 24 hours juu nimeaddress 24 hours. Wow. My friend. Check this. Send me above 2K for the caring because now I'm in the hardest part and sijui kama niko na marafiki. So friends, but I love friends. Being friends with people napenda. Sisemi ile friends that can I know you, you want us to know. Nasema ile best friend. I don't have a best friend, but I have many friends. Yeah, tunaishi na wafiti. Sasa wewe nikuulize, since umesema they do not check up on you, do you check up on maybe anyone? Ushai check up on anyone na akakufanya u feel ish? Mimi siwezi kuambia you are my friend. Mimi naweza kuambia I like you, like nakupenda kama nakuchukulia tu kama mtu wangu wa karibu. So if I check up on you nikwambia hi ni aje uko poa, leo nimeamua nikujulie hali, just know you are uko na tu part fulani tu ya nakutambua, si ati you are my friend, nakutambua uko na importance fulani kwa life yako, si kwa life, kwa nitaje dimension. Okay. Okay. So do you think friendship is becoming more important than friendship? Than relationship? Friendship na relationship. Relationship. Why? Because marafiki. Unajua kuna marafiki wale marafiki, kuna marafiki wanafiki na kuna marafiki wale bestie. Chubui. Not chubui. Chubui. Chubui kwani ni maji, si chubui. Marafiki hakuna marafiki maji. Chukaba ni chubui. Ni chubui hiyo. Friends with benefits. No, sasa ndo nasema like my friends, sasa marafiki na depend friends gani for benefits. Hiyo ni sawa. Wow. Relationship. Benefit gani hizo? Benefit unaniokolea na kuokolea. Ama unataka benefit gani? Wacha nisichimbie zaidi. Continue. Za maji. Sitaki benefit za maji. Mimi nataka continue. Za mawe. So like I choose relationship, but sometimes pia relationship inakuja na inaingilia pale even unasema like kujikalisha. But I choose relationship.
But see relationship ati niko na hi ukaje relationship kila kitu take good care of baby boy, baby girl, unamjali, si story na ati you choose relationship, unachana mara baadhi unatenga baadhi unaona watu wenye wanapendana, unakuja inafika pale unaacha marafiki, una focus na mapenzi. Lakini kuna wale magaidi wana focus na zote mbili, friendship na relationship. Sasa kitu inakujia wanachanganyikiwa, hawajui who is friend, who is boyfriend, who is girlfriend. Like unachanganyikiwa which is uko kwa relationship ama uko kwa friend, who is who what so is making sense being alone. Relationship. Yeah. Okay, so would you date somebody who's earning less than you? Less than me? Me, I'm not earning. Me, I'm living. Me naishi. Me, I'm not earning. So who will you date? I'll choose somebody who's earning more than me or less than me. Like who will you date? Like hata tuache like wewe chagua. Mimi naweza date mtu mwenye ananiprovidea na mimi namprovidea. I don't care utatoa wapi pesa. Money is money whether illegal or legal. Yeah, that's money is money whether illegal or illegal. So choose your ways wisely. Choose your poisons. Yeah. And drink them safely. So what's that one trend everyone loves but you secretly hate? One trend? Imitating another person. You do not like that totally? Yeah. So saizi ukianza kuongea in a negative way ama in a, okay, you are in a mocking way. Maybe the guy alifanya maybe akwa anajua kama ni makosa amefanya, then you come unaanza kurudia chenye alifanya, unaanza make content jokes, una exaggerate, wengine wanafanya inakuwa it sounds funny and it's not funny. So I hate that. No, spendi kwanza anyway enjoy mtu mwenye anafanya kitu funny, itafanya watu wacheke zaidi juu uta exaggerate, itakuwa funny kuliko ufanye kitu yenye mtu maybe amefanya akiwa hajui. Akiwa hajui hiyo naye inaeleweka. Watu upatikana manze. Kamera zikikumilika ni hivyo. Lakini kama mtu amefanya na with kuna ile intent ya kukuumiza ina ama ameongea kitu akiwa vibaya, anasikia anaifeel, don't imitate. Tusi-imitate na imitate ya nini sasa? Kikupata ndakuweka kiboko. Abu, give one instance, like give a scenario of where you've ever experienced mtu imitate mtu and you did not like it. I don't like these guys. Hata tu niseme tu kweli. Okay, disability is not inability. Lakini hao wase wenye ukuanga town na unapata mtu anajifanya yeye ni mlemavu. Alafu unakuja unapatikana kumbe unajulikana. Like unaanza kuaibishwa mbele za watu. Sasa like hapo maybe umeokota kichele karibu miaka 3, miaka 4 unaokota kichele changu. Mimi napita tu na kuacha mbao na kuacha kobole. Do people still do that? Watu wanaachananga. Juzi tu hapa niliona video fulani hapo ati huyu msee namjua, mtu anatoka all the way from Juja or Kahawa side za huko. Sijui alafu unasikia anakuja hadi Thika kuomba do huko, anakuwa like it's not good. Kama wewe unaweza fanya kazi, fanya kazi. Kama huwezi fanya kazi, omba kazi. Kama huwezi fanya kazi, then si uombe msaada basi. Na ndio wanafanya kule. Sasa ukomba msaada unafanya kiwete. Si ndio, si ni ujanja. Mimi kwanza nipata naye kwanza ati kiwete, unajifanya ati wewe disabled. Namtandika. Alafu pia wewe unajifanya wewe ni mwizi. Wewe but there's this day nilipatana na mtu like nilikuwa home tu nikasikia mwizi and like tulijaribu mtu asiaka lakini alikuwa one step ahead, like ni mtu alikuwa ashameka move kitambo though alitoka na maziwa lakini mimi sijaipata mwizi akipigwa ama mimi nataka the best scene napenda pale naone mtu anaiba, mwizi anaiba then amenotisiwa mwizi. That's when sasa hapo ndo na nimekuona ukiiba ni ukweli si ndio? Na ni mwizi. Zangu 2 lazima upewe. Zangu 2 sasa sijui ni gani. Yeah. So
So wacha to digress kidogo. Yeah, I agree with whatever you said. Yeah, I do not love it. That's mockery. Even But it's never funny. Agree. Before you agree. Wait, ngoja kwanza. Si vako ni zetu. Before I agree, niko na swali yake. Kila kitu umekubali, lakini issue ni why mbona leo tuna match? Niambie. Ulituma memo? No, like do you agree tuna match? Yeah. Tuna match ish. You agree tuna match? By the way, like we do not. It's a coincidence. It's a coincidence. Pure coincidence. Natoka kwa nyumba nikiwa niko zangu ametoka nikiwa zangu pia. Hii podcast ya leo, hii podcast ya leo itaitwaje? Vako zetu still. Yeah, twins. You're twinning. We look good. Yeah, we look good, yeah. Do we look good? Yes, we look good. Yeah. Wasitu show. Yesterday nilipatana one of my friends amematch kama mimi. Like okay, si lazima umatch umevaa ngo the same, no. The color, the rhyming hiyo of the flow unapata. So nilichukua snap. Leo lazima pia tuchukue snap. Yeah. Because how comes Sunday, Monday, hii wiki ni nzuri. Bado kesho utajipata una twin with Salmon. Sasa hii wiki maybe it's a sign. Maybe it's a sign. It's a sign of what? Twinning. Yeah, twinning. And wealth and coupling. Coupling. Hautaki couple? No, not really. So can men and women be friends? Can me and you be friends? We can be friends, but for benefits, not for what benefit? What benefits? Financially, spiritually, not emotionally. You know, emotionally, kila mtu ana emotions zake. Hizo tu ama kuna zingine? So we can be friends, like friends. Yeah, we can be friends. We can be friends. This is the first man nishaisikia akisema hivyo with no other ulterior motives. Makofi kwake. Hey. Makofi. That's nice. It's a really nice. Kuna wengine they are like we cannot be friends. Tunasaidiana nini? Si ndo nakwambia friends for benefits. Si just friends. Usiweke hivyo. For me. Tunakwambia hivyo msichana. Ako like you men are dogs. Ngoja kwanza ati men are what? Sivyo ndivyo mnaambianga men are dogs. You do not ukubaliani nayo. Kwa nini ukubaliani nayo? Hapana. Upendi hot dog. Tunapenda hot dog, upendi hot dog. So men are easy. Unakoje? Mimi nakaungwa. Ginaangalia nakaungwa. But si mnapenda hiyo. Kuna place men are dog. Kuna place si uperform vizuri. Tunaandamana tunaitwa dog. Lakini place zingine hapo nayo kuna jina mimi wezi niita ati my dog my dog slap pa my dog. Men are not dogs. Men are dog. Dodge DAWG. Inamaanisha nini? Tambio. Mtanipanga. Chat atakwambia. Coming to remember last week tuliambiana aje tukumbushwe. Nilikwambia aje I wish ninge bet on that. I wish ninge bet on that. So next time nikisema hii ni hii bila upinzani. Sasa unafaa useme hii inafaa ikuwe hivi. Ni venye tu saizi hakuna kitu ya kusema. Last time kulikuwa na kitu ya kusema, saizi hakuna. Kwa nini? Nipatie kitu moja yenye ninaweza kuambia ni hii na ikue ni hii. Unataka ikue aje? Kama okay, hakuna. There is nothing trending. There is nothing trending right now. What? I'm trending. See, I'm now on a podcast. Na trend na wewe, see we are talking. See we are trending. Yeah. Let's go. So we are about to kind of wrap up. Nataka nikupe challenge moja. So tufanye nini for the Nataka nikupe challenge moja. You guess next time host next time analetea nini? Guess next time nakuletea nini? Na uta guess sahi, uta guess next time. Yeah. Akipata ukiwa nayo. Nikiwa nayo na sitamuonyesha. Akipata. Akipata mtaniambia nimpe nini?
Na si ati hiyo kitu inakuja na sikuelewi like umekuja you will come with a gift. Not a gift. A something basi. I'm coming with a something. With a something. Yeah. Na host. Na host lazima a guest. Ni guest kwanza. Yeah. Nikiguess wrong haunipati. Ukiguess wrong nitakupea. Okay. Kipata sikupati. What are you saying? What are you saying? But nitakupea clue. Jieleze tena. Rewind. Nikipata hunipei. Ukikosa nitakupea. It's a quiz. Ninafaa kuwekea ile kitu ya loading. Tafakari ya babu. It's a quiz. Wow. Yeah. Okay, it's nice having you guys in Vako Zetu podcast. Parting shots. Guys, stay tuned next time. Itakuwa mbaya though this time round. Nasikia ati hakuna kitu trending though I'm trending. Vako Zetu podcast. Mind you, kidogo kwanza nikukatishe. We like you look good. Last time wow. Alikuwa hivi. Hakuwa hivi. He looks nice. Na dread like retouch hapa na pale. It's good to compliment hapa. We know men do not know how to take compliments. Ona sasa. Parting shot. Guys, do I look good? Tena kaa poa like. Okay, I look good but mwambieni kwa comment section. Nataka niweke kwa billboard ndio nijue kama nakaa poa je. Aiwe na wewe. Sasa you cannot just take a compliment na isink in. Ni lazima we elevate. Unajua mimi mtu napenda kama with love inakuwa with real love. But thank you by the way, I look good. But niweke kwa billboard. Never give a man any compliment. Why? Kwani ni vibaya kukaa vizuri? Okay. Tukafunge. Guys, like, comment, share. Yeah. Vako Zetu podcast on YouTube chat. Ewe njiwaketi mwanzo, listen to my music. This message goes to you. Hii ni Bonga na Katoni. Baba ni maombi yangu. Kipindi kinachokuza talanta za wasanii. Kabla sijalala maute, heri nimwimbie Bwana wangu. Hata nikilala kaburi, nilale nikimngojea Bwana. Fahamu mengi zaidi kuhusu safari za wasanii, michipuko ya talanta, azma za wasanii. Kwenye kipindi utabambika, utaburudika, utajijenga na utaelimika. Hizo mbingu zikijawa sifa, haleluya yangu iwe ya kwanza. This is Scott Music na nasikiliza Bonga na Katoni live from TAS TV. Alafu kinitachi bila woga, nahisi niko salama. Mie wali nkufanye mboga, maana twaendana. Yo bana, mimi na go by the name J Liza, napenda kutegea kipindi cha Bonga na Katoni hapa ndani ya TAS TV kuanzia mwendo wa saa 9 hadi saa 10 pale kila siku ya Jumatatu. Hata nikilala kaburi, nilale nikimngojea Bwana. Napenda kusikiza Bonga na Katoni kila siku Jumatatu kuanzia saa 9 hadi saa 10. Kumbuka ni kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 9 hadi saa 10 jioni. Tegea Bonga, maana bila bonga si bonga. Jiunge na Bonga. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Praise God everyone. I am Mercy Achieng. I'm Martha Sengo. We will be welcoming you to our show, that is the Sabbath Welcoming, and in the book of John chapter 14 verse 6 it says, I am the way, the truth and the light. Indeed, thus says the Lord. It's on every Friday as from 5 p.m. to 6 p.m. as we draw near the feet of Jesus and cast our burdens unto him. Here in this show we will be preparing Christians spiritually, mentally and emotionally. What's up? Karibuni sana kwenye Sayari ya Mapenzi. Ni kipindi tunachozungumzia kuhusu mapenzi, changamoto katika mapenzi, mahusiano ya mapenzi, suluhisho katika mapenzi. Kumbuka ni kila siku ya Alhamisi ukiwa nami Tiza Mwende, nami Ruth Oyo, kuanzia saa 9 hadi saa 10 jioni ndani ya TAS TV.
Mambo vipi? Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. Here we are talking about trending stories, vibes, movies, udaku, and games. Remember to join us, Mercy Mwangi and Regina Brenda, on every Tuesday from 3 p.m. to 4 p.m. on TAS TV. At TAS TV, every dream deserves a chance. We believe that the next great presenters and reporters starts with an opportunity. A very good afternoon and thank you for joining us for 3 p.m. news. I'm Jacqueline Akoth. And I am Victoria Mnyazi. Nikiripotia runinga ya TAS, mimi ni Komen Mercy. That is why our attaches aren't just here to learn. They are given priority to create, host and deliver real television shows. What's up? Karibuni sana kwenye sayari ya mapenzi. And welcome again to the final whistle whereby football never sleeps. Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. We will be welcoming you to our show that is the Sabbath Welcoming. Here, talent is discovered, skills are sharpened, and confidence comes alive on screen. Contact us on +254 798 154 042 or send us an email at tastvkenya@gmail.com. You can also visit us at Neema Plaza, 2nd floor along Kenyatta Highway in Thika Town. Join TAS TV, where your dream is our vision.